Okay, tunaendelea na sehemu ya pili ukiwa chuoni by Mr. Tangawizi. Umeona? Sasa unajua ukiwa chuoni unajua chuo kina watu wengi sana. Kina wanafunzi wengi. Na ukisema huioni fursa ukiwa chuoni, wewe kwa kweli utakuwa hauna jicho la tatu. Lakini katikati ya watu wengi lazima kuna fursa. Na ukiwa chuoni usijiwekee, yani usijiathiri kichwani kwamba mimi ni mwanachuo, yani niko ndani ya box, mimi ni mwanachuo, yani mimi siwezi kufanya kitu tofauti na hili box, kwamba kwa kuwa mimi ni mwanachuo basi mimi siwezi kuuza labda Big G. Watu wanafanya discussion, unaweza ukawa na supply Big G pale, unaweza ukawa unauza peni, unaweza ukauza karanga, unaweza ukawa unawauzia viatu kwenye magrupu, unaweza ukawa unawauzia pamba kali, nguo nzuri kwenye magrupu, unaweza ukawa unawauzia hata daftari ukiwa chuoni. Ndio maana ukifuatilia vizuri, wale ambao walianza kufanya kitu chochote au biashara fulani wakiwa chuoni ni wale ambao sasa wakirudi mtaani wanafanya vizuri, kwa sababu walianza ku-experience wakiwa chuoni. Kwa hiyo ukiwa chuoni usikae kizembe, fikiria kitu cha kufanya ukiwa chuoni. Na hii haina maana kwamba uchukue kitu kikubwa sana ambacho kinaweza kaathiri masomo yako. Hapana, unaweza ukafanya kitu kidogo tu ambacho kutokana na mahitaji ya marafiki zako wanaokuzunguka. Wewe imagine una marafiki zako 40 lakini unashindwa kuwafanyia biashara. Unashindwa kuwachange wale marafiki. Hivi ina maana wale marafiki zako 40 kwamba hawana kitu ambacho wanahitaji kutoka kwako? Hawanunui voucher, hawahitaji M-Pesa wale marafiki zako, hawafanyi miamala. Sasa kwa nini wale wanafunzi 40 wapoteze wale marafiki zako waende kupata huduma nje ya chuo au wakapate huduma mbali, wakati wewe ukiwa chuoni ungeweza kufanya kitu? Kwa hiyo ukiwa chuoni fanya jambo. Na kuna fursa nyingi sana ambazo ukiwa chuoni unaweza ukazipata, na unaweza ukawafikia watu kiurahisi sana ukiwa chuoni kwa chochote ambacho unaweza kaanzisha, kwa sababu unakuwa uko official. Hata maeneo ya kutumia kuzungumza na watu wengi, muhadhara, yani watu kusanyiko la watu wengi kwenye assembly halls, AH, unaweza ukakutana na watu wengi na ukatoa tangazo na watu wakakusikiliza kwa sababu wewe ni sehemu ya wanachuo. Kwa hiyo ukiwa chuoni usikae kizembe. Chuoni kuna fursa huko, unaweza ukaanza na baada ya kumaliza ukaendeleza. Sawa? Na ukumbuke ukiwa chuoni wale marafiki ulionao wale ni marafiki wa chuoni, lakini ukimaliza hicho chuo wale hawatakuwa marafiki kindakindaki, kwa sababu utakuwa na kazi tofauti. Utakuwa yeye umemaliza chuo, labda unauza mkaa, unauza ndizi, labda unauza mihogo. Wale hawawezi kuwa wateja, na pia hawawezi kuwa wateja kwa sababu watakuwa tayari wamemaliza chuo na wenyewe wameenda mikoani, wameenda mbali. Kwa hiyo ukiwa chuoni make sure unafanya kitu fulani ambacho kinaweza kikakuanzishia njia unavyoingia mtaani, kwa sababu ni ukweli usiopingika ni kwamba ajira ni changamoto, no way out. Na serikali inapambana sana kuwaajiri, lakini watu ni wengi wanaohitaji kazi. Na pia hii ni changamoto ya nchi nzima, dunia nzima. Kwa hiyo ukiwa chuoni unafanya nini? Asante. Itaendelea.